Nafahamu sasa hivi tunaenda na katibu wetu hapa wa chama amesangaza chama chetu kimetoa fursa ya kuchukua watu fomu. Sasa ni fursa nzuri muhimu. Lakini isitutengenezee uadui. Isifike mahala mkagombana kila mtu anataka udiwani kama vile ukiukosa udiwani utakufa. Ukimwona diwani kama huyu kafanya kazi njema, mpe nguvu. Muongezee mawazo ili aendelee kufanya kazi vizuri zaidi. Ukimwona diwani amekaa mahala amechoka, hakuna anachokifanya, mwambie ndugu yangu hali ninavyoiona hivi, kweli tuko kwenye chama kimoja, lakini umeshindwa kufanya hiki, umeshindwa kufanya hiki, umeshindwa kufanya hiki. Tena mwambie kwa upendo kabisa, hebu ndugu yangu sasa usije ukapata aibu, staafu basi. Au jipe kalikizo, kaa kidogo pembeni, achia wenzako, alafu na wewe baada ya miaka 5 utakuja kujifunza. Unajua ukisha staafu unakuwa na akili nyingi sana pia. Unaona magepu yote. Uchaguzi huu usitutengenezee uadui. Ukatuunganishe zaidi. Ukatufanya tukawe na upendo zaidi. Mimi rai yangu kwenu ni moja tu. Wale ambao mtapata nafasi, tusikubali rushwa tuchagulie viongozi. Tutakapofika hatua ya kukubali rushwa tuchagulie viongozi, si tu kwamba tutakosa viongozi bora, bali tutapanda mbegu ya kunyima uzao wetu kushiriki katika nafasi ya maamuzi kwa kupitia nafasi ya kuchaguliwa. Hapa ndacho mtu anavuna. Mimi naambia siku zote, rushwa haina urafiki na mafanikio. Rushwa ni kansa, unakaribisha jambo la hatari. Usikubali mpaka usubiri TAKUKURU akutishe ndio uache kutoa au kupokea rushwa. Hapana. Ndani ya moyo wako uikane. Na wewe mwenyewe useme kwamba kama ni kwa kuhonga ndio nipate nafasi, basi Mungu atanipa nafasi. Mimi maisha yangu yote huwa nayaona kama sehemu ya mfano. Kwa niwaombe hata wananchi, mwaka huu wa uchaguzi tusiruhusu rushwa iwe ndio kigezo cha kumchagua kiongozi. Akisha kuonga mtu, hata barabara isipojengwa, ukipiga kelele unapoteza tu muda. Ushakula hela wewe ya barabara.